Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawashukuru sana. Lakini naomba pia mpokee salamu za mwenyekiti wa chama chetu na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameniambia ni wasalimu sana. Na nataka mjue kwamba amewapa heshima kubwa kwa kuchukua mtu aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Bunda kuwa mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hakuna namna mtu yote katika nchi hii ataongelea mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi bila kutaja wilaya ya Bunda. Na nyinyi ni mashahidi wa maendeleo makubwa tuliyoyafanya nikiwa mkuu wenu wa wilaya. Wananitafuta siku hizi vijana wengi wako vyuo vikuu, wengine walimu chuo kikuu, wanataka nilisoma kwenye shule zako, nilisoma kwenye shule zako. Lakini nataka niseme katika kipindi nilichokuwa mkuu wa wilaya takriban miaka mitatu, mimi ni shahidi wa uzalendo mkubwa na uchapakazi wa wananchi wa Bunda. Ni kweli. Siku hizi watu wanadeka. Siku hizi watu wanadeka. Kila mradi wa maendeleo Mama Samia anahangaika nao. Uongo kweli? Kweli. Lakini wakati ule mimi niko DC, ni nyinyi wananchi tulishirikiana kujenga shule. Uongo kweli? Kweli. Tulijenga pamoja shule 17 kwa miezi mitatu. Shule 17 kwa miezi mitatu. Na zote 17 tulizifungua kwa siku moja. Uongo kweli? Wananchi wa Bunda ambapo mlionyesha mna uwezo wa kuamua kupigania maendeleo ya watoto wetu. Lakini vile vile tulipiga vituo vya afya. Uongo kweli? Tulipiga zahanati. Uongo kweli? Kwa kazi ya wananchi wa Bunda. Wananchi wa Bunda sio watu wa kulialia, ni watu wa kutafuta maendeleo. Wananchi wa Bunda ni watu wa kutaka kazi. Ndio maana ukianzisha tu maandamano vya kijingajinga, wananchi wa Bunda wanakuuliza, je, tutapata mkate kwenye maandamano hayo? Uongo kweli? Wananchi wa Bunda wafanye mambo yasiyo na tija. Uongo kweli? Ndio. Na hivi ndivyo ambavyo tunataka taifa zima liwe. Tuungane kwenye shughuli za maendeleo bila kuona nini? Aibu. Tuungane kwenye shughuli za maendeleo bila kuona aibu. Mara ya mwisho ilipokuwa nije ziara mkoa wa Mara niliishia Mwanza. Tulisikitika sana. Najua mlisikitika sana. Na nirudia Mwanza baada ya kuambiwa kwamba fedha za fidia hazijaanza kulipwa. Sawa? Ndio. Na nikarudi nikaenda kumuona Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wa chama chetu, nikamwambia Mheshimiwa, naomba unisaidie. Mimi natoka Bunda. Nikipita pale wakati fedha haijaanza kulipwa, wananchi wenzangu wa Bunda hawatanielewa. Au sio? Na rais akaagiza fedha zianze kulipwa. Amina baba. Na mpaka sasa hivi zimelipwa zaidi ya 90%. Zaidi ya asilimia ngapi? 90. Imebaki asilimia kidogo sana. Lakini kuna baadhi ya wananchi wachache bado wana malalamiko kuhusu kiwango walicholipwa. Sasa niwatake wananchi wa Nyatwali, utaratibu wa kulalamika ni mzuri kama unalalamika kwa njia ya amani. Kwa njia ya nini? Ya amani. Na hasa kama jambo lenyewe linalofanyika linakusudia kuleta maendeleo katika nchi yetu, au sio? Tumekubaliana kwamba eneo hili tulitumie kwa utaratibu huu, tumekubaliana tulipane, basi kama mtu ana malalamiko tufuate utaratibu mzuri. Malipo ya mwisho kabisa ya watu 10% iliyobaki yako kwenye hatua ya mwisho kulipwa na hazina. Namtumia salamu huko aliko waziri wa fedha. Hela hiyo itoke baba. Namtumia salamu nani? Waziri wa fedha. Hela iliyobaki Nyatwali itoke. Na kwa bahati nzuri sijawahi kumpa maelekezo Mwigulu yakafika siku 14 hajatekeleza. Makofi kwa Mwigulu. Huko uliko Mwigulu, makofi hayo umeyasikia, usipotoa utalipa. Jamani, vigelegele wakina baba. Niwaambie huko aliko makofi ya Wanabunda. Asipotekeleza atafanya nini? Atalipa. Atalipa makofi mengi zaidi. Uongo kweli? Kwa hiyo hilo jambo limechukuliwa, linafanywa kazi. Kwa hiyo naomba muambie wananchi wangu wa Nyatwali, waambieni DC kasema tulieni.
mkuu wa wilaya akasema nini? Mimi nikiwa hapa mimi DC, tena DC usinune. DC usinune. Hapa mimi na wewe ni ma-DC pamoja. Na mnakumbuka waliokuwepo wakati ule wanakumbuka 2005 mkutano mkuu wa CCM wilaya ya Bunda. Uliniomba nigombee ubunge. Mnakumbuka? Ndio mkafanya nikagundua kumbe mimi naweza kuwa mbunge, nikakimbilia Songea. Kabla mjeniomba kugombea mimi nilikuwa hata sijafikiria kwamba tulikukumbusha tu. Nilikukumbusha tu. Kaza kibaba. CCM oye. Kwa habari ya Nyatwali tumeimaliza, lakini nawaomba watu wa Bunda. Maendeleo yaliyopiga katika nchi yetu ikiwemo Bunda kwa miaka hii minne toka Rais Samia ameingia madarakani, huwezi kuyafananisha na wakati mwingine wote katika historia ya nchi. Na kwa kuwa wananchi wa Bunda wanapenda kuhukumu kwa kutegemea kazi, ni wazi kwamba kama mnatoa maksi kwa Rais Samia na kama mnatoa max kwa Chama cha Mapinduzi, safari hii mnatoa 99%. Bado mishani ni mkali. 100 au 99? 99. Nilikuwa namsikiliza rafiki yangu pale anasema sio 100 tu, tunamaanisha 100. 100. Kwa hiyo tunawashukuru, tunategemea tutakapofika kwanza kuna muda wa kuboresha daftari la wapiga kura, kuna awamu ya mwisho ya kuboresha taarifa zetu. Mmepata taarifa sio? Ndio. Kila mwananchi ahakikishe ametumia nafasi hiyo. Ndio. Hakikisheni mmeboresha taarifa zenu ili muwe na haki ya kupiga kura. Lakini utakapofika muda wa kupiga kura, hakikisheni wana Bunda wote mnapiga kura. Mwaka wa uchaguzi kwa kawaida ni mwaka ambao una vichocheo vya vurugu, una vichocheo vya uhasama. Watu wasiojua kusema huwa wanajua kusema mwaka wa uchaguzi. Watu wasiojua kusengenya wanajua kusengenya mwaka wa uchaguzi. Watu wasiojua kuchonganisha wanajua kuchonganisha mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi kama mwaka mwingine nao utapita, maisha yatarudi yale yale. Ndio, waambie. Mwaka wa uchaguzi nao utafanya nini? Utapita, maisha yatarudi pale pale. Kwa kila anayekuchochea kufanya vurugu, mwambie mwaka wa uchaguzi nao utapita. Wanabunda tutabaki, tunaitaka amani yetu. Hatutaki uchochezi, hatukubali. Miezi ya kampeni, sasa hivi ni mwezi tunaelekea wa 5. Mwezi wa 10 tunafanya kura. Miezi mingapi? Miezi 5 tunaenda kwenye uchaguzi. Tusikubali miezi 5 iharibu amani ya nchi yetu tulioijenga na kuitetea tangu uhuru wetu. Sawa sawa? Na kila anachokuambia kiongozi wa kisiasa kipime vizuri. Mtu anakuja Bunda hapa anasema hakuna kitu chochote kilichofanyika. Amba hata ukimuuliza mwenda wazimu anasema naona kweli kuna maajabu hapa. Uongo kweli? Kuna mambo makubwa yamefanyika. Eneo limebadilika, watu wamebadilika. Kwa hiyo mabadiliko yaliyofanyika kwenye nchi yetu ni makubwa sana. Huduma za afya zimebadilika vibaya mno. Kiwango cha maisha ya watu wetu kimebadilika. Matarajio ya maisha ya watu wetu yamebadilika. Haiwezekani mtu akaibuka tu akasema hakuna kilichofanyika. Lakini nasema unapotaka kuchaguliwa, uchagui maneno. Ndio maana wale wanaoenda kuchumbia wakati mwingine wanasahau. Inapita ndege kule ya Marekani anamuonyesha mchumba wake kwamba hata ile pale pia ya baba yangu. Sema. Ndio yeye. Sasa ukiwa una hamu sana ya kuolewa unaandika kumbe na ndege pia wanayo. Ikipita treni anasema ile treni pia ya mjomba. Au sio? Yakipita na magari ya chuma na Coca-Cola anasema zile Coca-Cola pia ni zetu.
au sio? Lakini mtu anataka tu apate sifa ya kuchaguliwa, na ndio mwaka wa uchaguzi unavyokuwa. Ndio maana baba wa taifa Mwalimu Nyerere alisema, kabla ya kumwacha mke wako tafakari vizuri, kwa sababu ukishaachana naye kumrudia itakuwa nini? Kazi. Wakati mwingine tafakari mema aliyokufanyia katika maisha yenu. Sio unakaa na mwenzako miaka 50 kakuhangaika na wewe, ulipoumwa alikuwa na wewe hospitali, ulipokuwa na njaa alikupikia chakula. Hakuna binadamu anayetembea barabarani hapa ambaye amejizaa yeye mwenyewe. Kama unavyoweza kumheshimu baba na mama, tunaheshimu pia wenye umri sawa na baba na mama. Ndio hivyo tulivyolelewa, ndio hivyo ambavyo mimi leo nikiongozana na mtoto wangu, alafu nikimwona napishana na mtu mwingine mzima, mtoto wangu asemi shikamoo, na mshangaa, naambia wewe mtoto umekulia wapi? Amina kubwa. Amina kubwa. Kwa sababu malezi yetu yanataka tuheshimiane, lakini pia tuwepe heshima zaidi wale tuzidi nini? Umri. Na tunataka sisi kama Chama cha Mapinduzi, tunataka utaratibu huu wa maisha ya kuheshimiana katika nchi yetu tuendeleze. Amina. Ni utaratibu unaoleta amani, ni utaratibu unaoleta upendo, ni utaratibu unaoleta mshikamano. Maendeleo ya kweli yatapatikana wakati nchi ina amani. Sawa sawa? Kwa kila mmoja miongoni mwetu afanye apizo moyoni mwake kwamba mimi najiahidi kwamba nitakuwa sehemu ya mchango kwa amani na maendeleo ya nchi yetu, na kwa vyovyote vile sitatumika katika kuharibu amani, kuharibu mshikamano na kuharibu upendo miongoni mwa Watanzania. Tumeelewana?